Anik TV inkuru nziza kuri bose. Ziba Anik TV bakunze ibiganiro impano yanje ndabaramukije nizeye ko muri hose mumeze neza. Burya nyene musanze mumenyereye kuri micro muri kumwe na Benz Mr Bible, inyuma kamera turi kumwe na Fablo. Anik TV twama tugerageza kurondera impano zitandukanye, turondera abavuga butumwa, abaririmbyi, aho bose mumvise ko bafite impano. Uno munsi Anik TV tukaba turi mu Kamenge aho twahuye n'umwe mu bajene bakorera Imana baza kutubwira byinshi bitandukanye. Umeze neza? Shalom. Kaze kuri televiziyo yacu Anik TV. Anik TV tunajaribu kutafuta watu ambao wana vipaji, sana watu wa vijana, watu ambao wanapenda kufurahia kazi za Mungu. Tunasamee kidogo, tumekuwa surprise, maana ni watu ambao tunatafuta watu ambao wana vipaji na ushauri tofauti. Ndio, haina shida. Karibu tena sana. Asante sana. Kwa majina ya wazazi unaweza kuwa unaitwa nani? Kwa majina la wazazi ya baba na mama naitwa Umukunzwe Jedija, kwa jina ambayo Mungu alinipea naitwa Prophet Jedija. Na unaombea kwa kanisa? Mimi nina ministry ambayo naiongoza naitwa Confessions Power, kwa Kirundi naitwa Ushozi Bupatura, kwa Kiswahili uwezo wa kukiri. Iko sehemu. Tunakusanyikia hapa juu Milango katikati ya barabara 13 na 14. Ni lini umeanza kujifikiria na kujisikia kuwa mtumishi wa Mungu na kufikiria kazi za Mungu? Nimezaliwa katika familia ya Kikristo, lakini huduma hii wakati naitika wito ilikuwa ni mwaka 2019, ndipo ambapo nilipoanza kuhudumu nikapokea wito huu wa kinabii. Wazazi wamejifikiriaje na wameona nini wakati uko kijana katika kazi za kumtumikia Mungu? Natumaini imekuwa ni furaha kubwa sana kwa wazazi wangu, kwa sababu toka wakati ninapozaliwa, toka wakati nikiwa ndani ya tumbo, mama alikuwa anajua kuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye ananipeleka. Kwa hiyo wakati ninapozaliwa, natumaini si mama yangu ananipea jina, ni mtumishi wa Mungu ambaye ashapoteza maisha, anaitwa Pastor Bienvenu, alikuwa anashiriki kwa kanisa la Minevan hapa Kinani, ndiye ambaye alipatia jina la Jedija. Ni miaka mingapi uko kwenye huduma kwa kazi na una miaka mingapi? Nilisema katika miaka ambayo niko nayo ya kinabii nina miaka 7. Nimeanza 2019. Sasa hivi nimeeneza miaka 7 niko ndani ya hii huduma nikiongoza hii ministry inaitwa Uwezo wa Kukiri. Ni changamoto gani unakutana nazo wakati unaenda kusema injili huko? Huwa changamoto zinazikosaje kwenye kazi zako? Changamoto ni nyingi sana, sana kwa kupigwa vita, lakini nimetumainia wakati ninapotoka hapa, kwa sababu nimeshaenda nchi zinafika kwa 6, niko nahubiri habari njema. Hii kama nchi gani ambao watusikiliza wajue kijana wetu kabisa Mwenyezi Mungu yuko anafanya kazi yake? Nimeshafika Tanzania, nimeshafika Cote d'Ivoire, nimeshafika Zambia, nimeshafika Kenya, nimeshafika Rwanda, nimeshafika Kongo, unasikia kama East Africa kutumisha kwa kile kihubiri habari njema. Sasa kwa hiyo changamoto huwezi kukosa katika huduma hii ambayo tunapitia. Najua mwanadamu waga anakosa marafiki katika kazi yako hiyo ya huduma, kufanya kazi za Mungu kabisa. Ni marafiki tofauti gani ambao uko nao? Kuna marafiki ambao wanaenda kujifanyia mbaya ukaendelea nao, kwa marafiki au kwa maana huwezi kuwaacha. Ni marafiki leo umekoma nao, wale marafiki zako ambao unajua bado wanakunywa pombe, wanakunywa bangi, je, unawapa na muda wa kukaa nao kama kuwapatia mashauri au je? Kwanza mimi ni mtumishi wa Mungu ambaye huwa sina ubaguzi. Mara nyingi mimi huwa naikana kunywa pombe na wafuta bangi na kunywa sigara, na ukipendea nitauza kunywa na pombe na sigara na bangi, lakini unipatie tu muda wa kuingia kanisani. Ninajua yule ambaye anabadilisha mtu si mwanadamu. Hata mimi sina muda wa kubadilisha mwanadamu, lakini yule ambaye anabadilisha mwanadamu ni Roho Mtakatifu, kwa sababu Biblia inasema kuwa mwili yetu ni hekalu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo utauza kwa kunywa hiyo, lakini ukijipatia muda wa kuingia kanisani, ninajua kuna siku tu moja Roho Mtakatifu atakubana na utaacha kile kitu. Ni baadhi ya vijana wameshawahi kuwaleta kwenye kazi hadi saa hizi wakikuona wanakushukuru? Ni wengi sana, kwa sababu hata hiyo mimi sinayoongoza, wengi sana nimewatoa katika hali ya kidunia, kwa sababu unajua watumishi wa Mungu tuna changamoto, tumekomalia katika misingi ya Kikristo. Hatuwezi tukatoka kanisani tunapeleka Wakristo hapo, ni lazima tuende katika mataifa tuhubiri habari njema, afu wale watufuate. Kwa hiyo wengi ambao ninaoongoza katika Uwezo wa Kukiri, wengi ni wale ambao niliohubiri habari njema. Kwa kazi hiyo unayoifanya, huduma hii,
mara ngapi umeshaenda sehemu ukapazika kutokana na hilo? Natumainia hakuna, kwa sababu kama uko Mkristo ni lazima ukutane na changamoto. Kwa hiyo ukikwazika unakuwa ni kama vile unakuwa umepoteza na nafasi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sidhani kama kuna mahali ambapo nishauri. Ushauri tu mmoja kwa vijana wa Burundi na vijana wa nchi tofauti ambao wanatufuatilia kwenye television. Nitaweza nikawaambia tu njia nzuri, njia sahihi ni kwa utaweza wakaokoka. Kuokoka ndio jambo la maana sana. Ninahitaji nitoe ushauri. Unajua kitu ambacho kinachoua vijana wengi ni kimoja, sababu kuna amri ambayo Mungu alitupea inasema watiini wazazi wenu kwa sababu upate kuishi miaka mingi. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho kinaua vijana wengi. Kitu cha pili ambacho kinaua vijana wengi kwa sababu hawaishi ndani ya mapenzi ya Mungu. Biblia inasema ndani ya kitabu cha Yoeli sura ya 2 ukianzia pale 28. Biblia inasema kuwa Biblia inasema eti wana wenu na binti zenu watatabiri, vijana wenu wataona maono, na wazee ndoto. Wazee washaota ndoto. Tunahitaji vijana wenye watakogota ndoto zenye wazee wameshaota wakasahau. Bali ukisoma kitabu cha Mwanzo utagundua kuna kijana mmoja anaitwa Joseph. Farao anaota ndoto lakini anasahau. Lakini pikionekana kijana kama Joseph atamkumbusha Farao ndoto aliyoota na anaitafsiri. Kwa hiyo muda kama na huyu tunahitaji vijana ambao wataweza kusimama wanakogota ndoto za wazee. Tunasonga mbele. Nasikia ni mashauri mazuri sana. Kiupande wako wewe tungependa neno moja tu kati ya television hapa ya NIC. Nipenda niwashukuru sana NIC TV. Thank you so much. You are so blessed. Mmebarikiwa na Mungu. Na tumaini japokuwa ni surprise mlionifanyizia, ila Mungu amekuwa pamoja na sisi. Mungu awabariki sana watazamaji pamoja na media yote. God can bless. Ninaamini ya kwamba NIC TV tukikutafuta tena kwa mara nyingine tutapata muda tena wako. Nitaonekana kabla sijabana safari, kwa sababu hivi haraka bado nina siku 6. Nahitaji niende nibebe habari njema Kampala. Kama sitakuwa sijaenda manikirudi tutafuta. Asante sana wapenzi watazamaji, wapenzi wa NIC TV. Kama kawaida tumekuwa na kijana ambaye ana kipaji kikubwa sana ndani ya huduma ya kanisa. Huwa tumesikia ushauri mwingi tofauti. Kama kawaida ni kipindi chetu ambacho mara nyingi kinapita kwenye television yetu NIC TV, sana kushauri vijana. Ndio tunaongelea. Maana vijana siku hizi tunaenda kwenye njia mbaya. So basi mahali popote mlipo endelea kutu search kwenye page zetu ni NIC TV, habari njema kwa wote, Facebook, YouTube, Instagram, mahali kote tu andika NIC TV, usabu subscribe na comment yako na share. Shalom. Asante. NIC TV, inkuru nziza kuri bose.